Thunderous. Hivyo ndio Kisumu ilikubali Uhuru Kenyatta. Sasa nataka niulize hao previous speakers wanatuambia the opposition is going to protect the government. Sasa mimi nashangaa tuko na katiba ingine ama hii tu opposition ilianza ku protect government lini? Does it make sense anywhere that leo hii mandugu zetu wa ODM wanatuambia ati opposition ina protect serikali? Hiyo ishaitokea wapi? Basi tuache kuita ODM opposition basi. Kama wao wanataka kuprotect kama wao wanataka kuprotect, unajua kama wao wanataka kuprotect serikali, si waingie tu kwa serikali. Huwezi kuwa mguu mmoja uko opposition, mguu mwingine uko kwa serikali. Hiyo tumekataa. Ya pili, kuna makosa inafanyika saa hii. Huyu Gachagua mwizi, huyu Gachagua mwenye tunajua makosa yake yote ni sawa, alitolewa vibaya. Hiyo impeachment yake kiasi tu, hiyo impeachment ya Gachagua haikuwa vizuri. Hiyo Wakenya wote walikataa, walisema impeachment ya Gachagua ilifanywa vibaya. Lakini hatujasahau huyu Gachagua na huyo Ruto ni the same. Sasa leo hii mandugu zangu kutoka hapa Central wamesahau huyu Gachagua ni mbaya, leo wanampea sympathy kila mahali. Gachagua akitokea mazishi, kijiji yote imekuja. Gachagua akisema hata anataka kutokea Harambee, sijui hata wenye walikuwa kwa shamba wanaacha jembe kwa shamba. Hiyo mchezo tunafaa tumalize. Kama tunataka kumaliza ukabila hii Kenya, lazima tuambiane ukweli. Hiyo mchezo mnafanya hapo Central, hapo mnatukosea. Hatutamaliza ukabila mkiendelea na hizo siasa mbaya. Ni sawa Gachagua alitolewa vibaya, lakini huyo Gachagua na Ruto ni the same. Hakuna tofauti ya Gachagua na Ruto. Wote ni wezi, wote ni wauaji. Hiyo nao lazima tuambiane. Mkiendelea kuhurumia Gachagua huko Central, sisi kama Kenya wengine tunaona. Ndio mkuje mtuambie huyu Gachagua mnataka akuwe president 2027. Kwani tumemsahau? Si tunamjua? Hiyo huruma mnapea Gachagua mjiekee. Hiyo huruma mnapea Gachagua hata elimpe watoto wenu. Wenye polisi imepiga risasi hapa June. Sijui kwa haja gani mnahurumia Gachagua, mwizi mkubwa wa pesa za umma. Sababu hakuna tofauti kati ya Gachagua na Ruto. Na hiyo tuambiane ukweli. Kuna maneno ingine pia inaenda kuharibu hii nchi. William Ruto bila kumficha ameona ataenda nyumbani 2027. Na hiyo anajua vizuri. Anatafuta njia zote namna hii aendelee kukalia kiti. Na hivyo ndio Kibaki alifanya pale 07. Na hivyo ndio Moi amekuwa akifanya hizo miaka zilikuwa hapo nyuma. Hakuna president Kenya anataka kwenda term moja. Na hiyo mchezo William Ruto ameanza kuleta kutuma huyu senator, ule senator, peleka sheria kuongeza miaka 7, si tunaona. Tuma Aaron Cheruiyot, enda useme live streaming ya IBC tutatoa, sisi tunaona. Sababu tunakumbuka pale Bomas, tulikuwa hapa. Pale Bomas, Chebukati ali-announce results za constituency 290 minus 27. 27 constituencies kufikia wa leo. Hatujawahi jua ni Raila alishinda huko, ni Wajakoya alishinda ama ni Ruto. Kufikia leo. Na tunasema ati kura za 2022 zilikuwa transparent. Transparent wapi? Raila akasema sava zifunguliwe 2022, 2023. Walifungua. Hiyo mchezo ya hii IBC na mchezo ya kura sisi tumekuwa tukiona. Na tunawaonea mbali. Hiyo ujinga ya kusema ati live streaming mtakata, tumekataa. Kama mtakata, hakuna kura zitafanywa hii Kenya. Hatutafanya kura kama wakati wa Moi aliambia watu wapange laini, sijui mlolongo system. Hatutafanya kura za kifumba macho. Hizo tumekataa. Kama mtu anashindwa, ashindwe tukiona. Kama Mtata ataenda kwa ballot na ashindwe tukiona. Kama itakuwa basi ni Matiang'i, ashindwe tukiona. Hata hatumpendi, lakini kama anashindwa, ashindwe tukiona. Kama Raila atasimama, ashindwe tukiona. Kama Ruto atasimama, sababu anaweza amua hata simama. Akiamua asimame, hata yeye ashindwe tukiona. Na nikimaliza kabisa speaker. Nikimaliza kabisa. Hii mambo ya SHIF na SHA. President William Ruto, unafaa ujue shida ya SHIF na SHA sio jina. Atikubadilisha kutoka NHIF kupeleka SHIF, uliona imekuwa mzuri. Hiyo system ya insurance, hiyo insurance scheme ya Kenya
itakuwa mzuri wakati tutapata good people to lead that insurance scheme, na wakati tutapata system mzuri. System ya NHIF ilikuwa porous. Hii system ya NHIF, mabosi huko juu wamekuwa wakichukua pesa za NHIF, wanalipa mahospitali zao, wanalipa fictitious claims na wana overprice medical surgeries. Hiyo maneno tunajua. Kwa hivyo shida ya SHIF na NHIF iko kwa hiyo system na iko kwa watu umeweka hapo. Hautaweka mwizi asimamie SHIF na uone itakuwa mzuri. Hata ubadilishe SHA uite Taifa Care bado itakuwa mbaya. Hata uipake rangi gani bado itakuwa mbaya. Kama mtapata system mzuri na watu wenye wapendi wizi hapo kwa SHIF, hiyo SHA hata muite sijui Afya Bora Kenya bado itakuwa mbaya. Na Wakenya watalia kila siku. Shida sio jina, shida ni hiyo system na watu mmeweka hapo. Na tunaelewa sababu sasa Ruto anachukua watu kama yeye. Sasa kama atachukua watu kama yeye, hii nchi itaenda kwenda tu vibaya. Akuwe kama Uhuru, achukua at least watu wako afadhali. Vile Uhuru alichukua makabine secretary wako sawa, Kenya ikasonga kidogo.